Ni silaha ya unyenyekevu. Nataka nikufahamishe ndugu, kunyenyekea na ni wakati wa kuongea haimaanishi ya kwamba umeshinda au umekosa mambo ya kuongea. Kuna mtu anaweza kuambia mambo 23. Hapo utakuta mioyo hizo tatu. Moyo wa kwanza nasema kwamba ni moyo wa njia. Moyo wa njia. Moyo huyu wa njia usobanura ibintu bitatu. Unamaanisha mambo matatu. Ibyo ndabivuga mbaye niho. Hayo nitasema nikienda. Icyambere, kwanza ngo n'umutima uhora urangaye. Ni moyo ambayo ni wazi. Kongamano sote tushangilie makofi sana kwa Bwana. Turashima Imana iduhaye kano kanya. Tunashukuru Mungu ambaye ametupea nafasi hii. Bagumye kubivuga ngo ni cyumweru cya mbere cy'umwaka. Wameyasema sana ya kwamba ni wiki ya kwanza ya mwaka huu. Naje nasanze nyine ari cyambere. Name nimekuta kabisa ni wiki ya kwanza. Kubera ko twateranye ku wa mbere. Kwa sababu tumehudhuria Monday. Jesse natekereza ko ari cyumweru cya mbere. Mimi sikufikiria kwamba ni wiki ya kwanza. Ariko ndashima Imana ko iki cyumweru kigeze tukiriho. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wiki hii inafika tungali hai. Mana yabikoze nihimbaza. Mungu ambaye amefanya hayo ahimidiwe. Nta kintu twotanga kugira ngo tubeho. Hatuwezi kupeana lolote ili tuendelee kuishi. Uretse guhereza Imana gusa umutima wacu ikatujera uko ishaka. Isipokuwa kukabidhi Mungu mioyo zetu na Mungu atuongoze vile anataka. Rero ndabakiriye mwese. Kwa hivyo nawapokea nyote. Imana ibahumugishe. Mungu awabariki. Mwegere. Mukaribie. Uko mwari mumeze muchangamukiye n'ibindi byose. Jinsi mlikuwa na mlikuwa mmechangamkia mambo yote. Ndasaba ko ariko muchangamukira. Hata nawaomba muendelee kuchangamuka hata sasa. Imana ibahumugishe. Mungu awabariki. Kubitire twese Imana mashi. Kongamano sote tushangilie makofi sana kwa Bwana. Evangelist na dusomere. Evangelist atusomee. No murongo mugufi dusoma. Ni mstari mfupi ambao tutasoma. Ariko turavuga ngo ibintu byinshi. Lakini tutaongelea mambo mengi. Ariko ntabwo tuza gutinda cyane. Lakini hatutakawia sana. Waweza la 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 uzima libadilishe yote hayo yote bado nitaamini. Waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Tukubitire Imana amashyi. Kongamano sote tushangilie sote makofi sana kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Kitabu cy'Abafilipi. Kitabu ya Wafilipi. Bice ni 2 n'umurongo wa 5 gusa wonyine. Sura ni 2 na mstari wa 5 peke yake. Turaganira ijambo rivuga ngo kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Tutaongea neno ambalo linasema kwamba kuwa na moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Uyu mwaka rero dutangiye. Mwaka huu sasa ambao tumeanza. Icyumweru cya mbere. Wiki ya kwanza. Nta kindi kintu gishobora kudufasha. Hakuna jambo lingine ambalo linaweza kutusaidia. Nimba hari ibintu byatumye Yesu atsinda isi. Ikiwa kuna mambo ambayo yamesababisha Yesu ashinde ulimwengu. Ndababwira bikeya gusa. Nitawafahamisha machache peke yake. Kubabwira intwaro 5 Yesu yakoresheje kugira ngo atsinde isi. Ningewafahamisha silaha 5 ambazo Yesu ametumia ili ashinde ulimwengu. Dutsinde urugamba rukiri imbere yacu. Ili tushinde vita ambayo ingali mbele yetu huko. Nuko tugomba gusaba Imana ikaduhereza wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ni lazima tumuombe Mungu atupee roho moyo hii ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Mutima wari muri Kristo Yesu. Moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Mutima ufite ubuhamya bwiza. Ni moyo ambao una ushuhuda mzuri. Ni urugero rwiza tugomba kwigiraho. Ni kielelezo kizuri ambayo lazima tujifunzie. Kandi iyo tuja rero mahali tunaelekea sasa. Nubwo hari ibyiza, hata kama kuna mazuri, ariko hari nibibi byinshi bituje. Lakini kuna maovu mengi ambayo yanatusubiri. Ntabwo ubuvyutse bukiza ibibazo. Hakuna jinsi uamsho unaweza kuondoa maovu. Ntabwo amasengesho azayica shetani. Maombi haifanye shetani auawe. Hari abantu benshi baza ngo shetani ngo tunakuwa ngo turagukanyaze. Hari nirimbo twaririmbaga kera. Kuna wengi wanasema kwamba shetani tunakufanya uwawe na tunakukanyaga. Kuna nyimbo ambazo tulikuwa naimba kitambo. Abagabo n'abagore bakuze. Sote wa mama na wazee ambao walikuwa na miaka hiyo ya kuzidi. Kanyaga shetani. Tulikuwa nasema kwamba tumkanyage shetani. Kandi ukumva nyine ko wakanyaza shetani. Tena unajisi ya kwamba umkanyaga shetani.
Unaweza kanyaga pepo. Unaweza kanyaga shetani wewe. Ama yeye ndiye akukanyage. Kuna nguvu ambazo zinafanya shetani awe na hofu. Na nguvu hizo ndizo nataka niwafahamishe. Ni nguvu ambazo zilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Hakuna jambo lolote ambalo linashitua shetani. Yeye ashituliwe na urefu. Shetani ashituliwe na kiongozi wa nchi. Yeye anashituliwa na silaha ambazo zilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Soma. Abafilipi bice 2:5. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Umutima wari muri Kristo Yesu. Moyo ambayo ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Yesu yasize ubwiza mu ijuru. Igitaramo cyari gishushe. Amanuka indirimbo zisazaga hozo. Amanuka mu isi imivumo. Bamucuranga imisumari. Uwo ni wewe aziraga. Mwemerera kubohore. Nyosha utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Akenshi nasanze abantu bavuga Yesu batamuzi. Mara nyingi nimegundua ya kwamba watu wanasema Yesu na hawamfahamu. Abantu bavuga Yesu ariko ntibafite umutima wari muri Kristo Yesu. Watu wanaongelea Yesu lakini hawana moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abafilipi. Mwandishi huyu wa kitabu ya Wafilipi. Paulo yandikira Abafilipi. Paulo akiandikia Wafilipi. Yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. Amesema ya kwamba kuweni na hiyo moyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Yashakaga kuvuga nini? Nini alikuwa anataka kumaanisha? Yashakaga kuvuga ijambo rivuga ngo alikuwa anataka kumaanisha neno ambalo anasema ya kwamba mukeneye kugera ku nsinzi nyayo. Ikiwa mnataka kufikia kwa ushindi huyo ambao unaonekana. Mukeneye kurwanya Satani kugira ngo nao bahungu. Ikiwa mnataka kupiganisha shetani naye awakimbie. No kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ni kuwa na moyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Abantu bavuga Yesu. Kuna watu ambao wanasema Yesu. Ariko muri bo bafite imitima ya shetani. Lakini ndani mwao wana mioyo ya shetani. Ndio mambo rero ibintu byose ukanika ntibikunda. Ndio sababu mambo yote unatumia nguvu hata haiendeki vizuri. Yesu hari intwaro yakoresheje ageze mu isi. Kuna silaha ambayo ametumia kifika ulimwengu. Icyampa tukagira umutima wari muri Kristo. Kunisaidia tuwe na moyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Abita ko turaba Kristo. Ambao tunajiita wa Kristo. Mureke dukore ibyo Kristo ashaka. Acheni tufanye mapenzi ya Kristo. Mureke twigane uko Kristo yakora. Acheni tuige jinsi gani Kristo alikuwa anakaa. Mureke tureke kwitwa ba Kristo tudakora ibyo Kristo yakora. Acha tuache kuita watu wa Kristo na tufanye mapenzi ya Mungu. Ntwaro zitani ya mbere Yesu yatumye Yesu atsinda ni. Silaha ya kwanza ambayo imesababisha Yesu ashinde ulimwengu ni nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Mu gitabo cy'Abafilipi bice 2:8 ntabwo nsoma. Katika kitabu ya Filipi sura 2:8. Ntwaro ya mbere Yesu yakoresheje muri ino si. Nasema silaha ya kwanza ambayo Yesu ametumia huko ulimwenguni. Ngo n'umutima uca bugufi. Ni moyo huyo wa mnyenyekevu. Umutima uca bugufi. Moyo ya unyenyekevu. Naratangaye cyane igihe nasomaga hano hapa. Nimeshangaa sana wakati nimesoma hapa. Yesu yicishe bugufi ku bantu bakichwa ngumu. Yesu amenyekea kwa watu hao ambao ni wakichwa ngumu. Yesu yicishe bugufi ku Bafarisayo bamutukaga bamusuzugura. Yesu amenyekea mbele ya Mafarisayo ambao walikuwa wanamdharau na kumtukana. Yesu yicisha bugufi ku bantu aruta ariko yemera kuba humble. Yesu akakubali kabisa kunyenyekea kwa watu ambao wanazidia hata uwezo. Intwaro Yesu yakoresheje ya mbere yatumye atsinda bari bose bamurwanya. Silaha ambayo Yesu ametumia ile ashinda hao wote ambao walikuwa wanampiganisha. Ni intwaro yo kwicisha bugufi. Ni silaha ya unyenyekevu. Ngira ngubwire muvandimwe. Nataka nikufahamishe ndugu. Guceceka mu gihe ari ngombwa kuvuga. Kunyenyekea na ni wakati wa kuongea. Ntabwo bivuga ko watsinzwe cyangwa wabuze. Haimaanishi ya kwamba umeshinda au umekosa mambo ya kuongea. Hari umuntu ushobora kukubwira ibintu. Kuna mtu anaweza kuambia mambo. Cyangwa yakubwira amagambo. Ama kuambia maneno. Cyangwa akakwandikira n'ibindi. Ama kuandikia mambo mengine. Si ngombwa ibyandikwa byose usubiza. Si vizuri ujibu mambo yote ambayo umeulizwa. Yesu usasome Biblia. Usome Biblia. Ni gake cyane Yesu yasubiza ibyo wamubona. Ni mara kidogo sana Yesu alikuwa anajibu mambo ambayo wamemuuliza. Bamubazaga hari umunsi umwe ngo bamaje ngo se ni wowe Yesu. Kuna wakati wamemuuliza ya kwamba wewe ndiye Yesu. Ni wewe mwami w'Abayuda. Akasema wewe ndiye mfalme wa Wayahudi. Arabwira ngo mwakabimenya. Akawafahamisha kwamba jueni hayo. Yesu yagiraga umutima wo guca bugufi. Yesu alikuwa na moyo wa kunyenyekea. Haini ntwaro
izatuma dutsinda intambara turi. Hakuna ingine silaha ambayo itasababisha tushinde vita ambazo tunazo. Umutima wo guca bugufi. Ni moyo ya unyenyekevu. Abagore muce bugufi. Wamama nyenyekeeni mbele ya wazee wenu. Abagabo muce bugufi mbele ya wazee nyenyekeeni mbele ya wake zenu. Bashumba duce bugufi mbele y'intama. Wachungaji nyenyekeeni mbele ya kondoo wa mama mchunga. Namwe mwaba Kristo mwe muce bugufi mbele y'abashumba. Hata nanyi wa Kristo nyenyekeeni mbele ya wachungaji. Watu wamekuwa ni kivyao. Yesu yamenye yuko intwaro izatuma tsinda isi. Ametambua ya kwamba silaha ambayo itasababisha shinda ulimwengu. Amenya ko ari umutima wo guca bugufi. Akafahamu ya kwamba ni moyo wa kunyenyekea. Ni ryari abantu bakubwira ugasubiza? Ni lini watu wanakuambia na unajibu? Ni ryari abantu bakubwira ntusubize? Ni lini watu wanakuambia na usijibu? Ni biye tugomba gusubiza, ni biye tutagomba gusubiza. Na ni gani ambayo lazima tuyajibu na mambo na ambayo hatujibu? Ijambo ryose ubona ritarimo ubuziranenge. Jambo lote ambalo kwa mstari vizuri usilijibu. Si ngombwa gusubiza ibintu byose. Si vizuri kujibu mambo yote. Kandi kudasubizwa ntibivuze ko watsinzwe. Na tena kutojibu haimaanishi kwamba umeshindwa. Kandi ubwo bivuze ko wabuze icyo. Na haimaanishi kwamba umekosa mambo ya kujibu. Iyo ni intwaro Yesu yakoresheje. Hiyo ni silaha ambayo Yesu ametumia. Ngo intwaro yo kwicisha bugufi. Silaha ya unyenyekevu. Tureke kwishira hejuru. Acheni tuache kujikweza. Bamumenya amavuta ngo n'umudiakoni. Wanamwangilia mafuta wanasema ni deacon. Abandi ngo nabavuga butumwa na apostle. Wengine ni wainjilisti na wengine ni maposo. Akumva ko abandi bose agomba kugenda bakandagira. Anasikia kwamba wengine wote lazima aenda kiwakanyagia. Abandi basiga batwazwa na za mashwari. Wengine hata wanabebeshwa hizi mahandikachifu. Mambo yote hata ibi bintu byavuye. Mambo haya yametoka wapi? Yesu mwisi wenyine yagendaga nibire. Yesu ulimwenguni alikuwa anatembea na miguu. Aho gukorerwa yaravuze ngo ntabwo naje mwisi gukorerwa ahubwo naje gukorera abantu. Amesema kwamba sija kuja ulimwengu ili wanifanyie kazi bali mimi nimekuja ili nifanyie wengine. Izimwita ngo numukosi w'umuhanga. Hata Biblia inasema kwamba ni fundi stadi. Niba hari kintu kigirira akamaro cyane. Ikiwa kuna jambo la maana sana mu buzima bw'ubukristo, katika maisha ya Ukristo, no gukorera undi muntu wewe ntiwikore. Ni kufanyia mwingine mtu kazi wewe usijifanyie kazi. Biblia ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ndio sababu Biblia inasema kwamba pendeni ndugu yako kama vile unajipenda. Ico bisobanura niki? Inamaanisha nini? Ntabwo ushobora gukunda undi muntu. Huwezi kupenda mwingine mtu kurutuko wikunda. Kuliko jinsi unajipenda. Ariko banze wikunde. Lakini jipende kwanza. Numara kurya wikunze ukunze na. Bana hivyo unajipenda upende na mwenzako. Nimba hari kindi imani barakandi kigira inyungu cyane. Ikiwa kuna jambo ambalo Mungu anahesabu na ina faida sana. Ni kintu ugiriye mugenzi wawe neza. Ni jambo ambalo umefanyia ndugu yako vizuri. Mureke duce bugufi. Acheni tunyenyekee. Haleluya. Haleluya. Nubwo bagusuzugura. Hata kama uzarauliwe. Nubwo bagusuzugura bakagutuka. Hata kama utukanwe. Mwebwe murachavuga batuka. Ninyi mungane mnaongea na wakati wamewatukana. Mimi na kila siku wananitusi. Mambo maovu yote wananiwekelea. Mtu yote ambaye anataka ananiongelea. Mimi sihangaiki na mambo hayo. Kwa nini? Mambo ambayo wanaongea si hayo ambayo nimefanya. Sina wakati ya kwenda kujitetea. Kuweni na moyo hii ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Kuna watu ambao watakudanganyia. Kuna wengine watasema umesema. Kuna wengine watasema umefanya. Si vizuri endo ukitafutisha na mambo hayo yote. Kuna mambo ambayo yanapatikana hapa nje na yananishangaza. Lakini wacha niwafahamishe. Ninyi mko hapa na wengine ambao sana sana ambao wasichana ambao wanakaa hapa kwa nchi ya Kenya. Harabatika mutwe w'abahungu bari mu kugenda batereta abakobwa hano muri Kenya. Kuna hawa watu ambao ni wataperi wanaenda wakitafuta wasichana. Bamwe bakagenda bita ngo nabishwa baje. Wengine hata wanasema ni wipo wake mwenyewe. Umusibeje. Juzi huko hapo. Harabandi bampamagaye Kitengela. Kuna wengine wamempigia Kitengela. Ngumwishwa waje ngo yaje. Wakasema mipwa yake amekuja. Ngo azaza kuwa mbere. Atakuja Mande. Nukuvuga ko uwo mukobwa, kusema kwamba msichana huyo, uwo mukobwa wawe wa gatandatu nimba atari wa 8. Msichana huyo anakuwa wa 6 ama wa 8. Bari mu kugenda bita mwabakobwa mureke mbabwire no magambo. Wasichana acheni wafahamishe maneno haya. Hari abateka mutwe bari hano hanze. Kuna mtaperi ambao wako hapa nje. Bakubuze ariko bakoresha n'amazina kugira ngo bakugire. Ambao wamekukosa lakini wanatumia majina mengine ili wakufikie. Kandi nta kindi gusa bashaka. Na tena hakuna jambo lolote ambalo wanatafuta. Ubugingo bwao. Ni maisha yako. Bitiza izina ryanje kugira ngo bakugire. Wanatumia jina langu ili wakupate. Cyane bampamagaye. Juzi nimecheka sana waliponipigia. Numugabo wampamagaye ngo nimushikiwiwe ngo ni ukundanye na ni mzee ambaye amenipigia akaniambia kwamba ni dada yake ambaye anapendana na mwipo wake. No arambwe ndabaza se wa mugabo uranzi. Kamuuliza wewe mzee unanifahamu? Arambwira ati rwose turakuzi.
Kaniambia kwamba nakufahamu kwa hakika. Hata nyumbani sote tunakufahamu. Lakini jambo ambalo limetushangaza, unajua hao watu ni matapere wa hali ya juu. Wanatumia simu mbalimbali. Hata wengine wanatumia simu za wenyewe, wanasema ni yeye. Wanasema ya kwamba yeye askofu amepigia msichana akamwambia nenda kwa online, kijana amekukosa. Hayo yamepitikana hapa juzi. Nilikuwa kwa mkutano hapo Covenant. Baadaye akampigia, wote walikuwa nyumbani. Sasa wakauliza nani huyo anakupigia? Akasema ya kwamba ni yeye mwenyewe. Akasema ni yeye amempigia. Sasa yeye akapigia msichana akamfahamisha ya kwamba nenda kwa WhatsApp, wamekukosa, kijana amekukosa. Munasikiliza mahali ulimwengu inafika? Sasa hayo yanaweza yakanichukua nafasi. Si nimewafahamisha mwingine msichana ambaye amesema ya kwamba amependana na kijana wake Bujumbura. Hata kufika wakati wamekuja kupeana mali Kigali. Wakaenda wakiongea kabisa kufika huko Kigali mahali karibu wakutane, simu wakatoa. Na msichana alikuwa ananiandikia kwa Facebook. Akabwa komanta kuri YouTube. Na kuna wakati alikuwa anaweka comment huko kwa YouTube. Mwadufashije cyane naho numukazana na tubariki sana, na kumbe ni mukazana mwali wangu. Mwadufashije cyane. Nasema ya kwamba mmetubariki sana. Nkunda mwikanisa ryanyu. Nasema ya kwamba napenda kanisa lenu. Umukobwa giye afite ibyishimo ngo azotahana. Kumbe msichana ana furaha sana kwa kwamba atakuja huko. Bavugana n'umuhungu neza aje gushiki wao. Wakaongea na kijana kabisa karibu afike kwao. Umuhungu telefoni ivaho. Simu ya kijana ikatoka. Kufika wakati ambako msichana ameamua kumpigia kwa simu. Alikuwa Bujumbura. Arambwira ngo umbabarire nkubaze. Akanifahamisha kwamba nisamee, samahani nikuulize. Baje ngo telefone zavuyeho kandi barabategereje. Akasema ya kwamba wageni hao ambao wamekuja simu zimetoka na tena wanawasubiri. Wageni wapi? Sasa akanitafusilia. Naho yafashe ifoto yanjye iri kuri Facebook ayikizaho. Kumbe amechukua picha yangu ambayo inakaa kwa Facebook. Niyagenderekana ngo yini wese. Ndio anaenda anachukua, anasema huyu ndi baba mzazi. Acheni niwaambie ndugu. Icho shaka kubabwira niki? Anbana nataka kuwafahamisha nini? Ibintu biri aha hanze. Mambo ambayo yako hapa nje. Tutagize umutima wari muri Kristo Yesu. Usipokuwa na moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Abantu wote manano hanze. Watu wanaweza katana mapanga hapa nje. Mwezi ambaye inaisha kuna mwingine ambaye amenipigia naye. Kwa Revera Mutima. Huyo alikuwa kwa Revera Mutima. Anaombea hapa, anashiriki kwa Reverend Mutima hapa Kayole. Naye ameenda kumfahamisha. Mutima arampamaga. Reverend Mutima akampigia. Uyu muntu n'uyu uramuzi. Akasema huyu na huyu na mtu unamjua. Hababishwa. Sasa hawa wipwa. Hawa ni wa wapi? Nataka niwafahamisha kwamba huku nje kuna matapeli ambao wanaenda wanakijibikabizi majina ya wenyewe. Hata kuna wengine ambao wanasema kwamba wanatafuta wasichana lakini natumia picha tu. Mtakuwa mnafika kwa uwanja wa ndege mwanze mikorogano. Unaenda na maua. Sasa uone makanga ndiye huyo anachomoka. Harabandi nzi. Kuna wengine ambao wanafahamu. Mukobwa avugana n'umuhungu uri hanze. Msichana anaongea na kijana ambaye ako ngambo. Na umuhungu. Kumbe kijana. Huyu ambaye wanawasiliana. Ifoto yiwe ntabari yagaragaza. Picha yake yenyewe hayo. Akagaragaza ifoto ya murumuna we. Anatumia picha ya mdogo wake. Yavuga ati nohereza amafoto kuya twohereza nyuma. Akisema kwamba anitumie picha hivyo tunatumia na picha. Akamwohereza murumuna. Anamsukumia ya mdogo wake. Ugeze igihe yaje aje gukora. Ufika wakati amekuja kufanya harusi. Yururutse ku kibuga cy'indege. Amempofika uwanja wa ndege. Umukobwa aramwanga. Msichana akata. Niki mube maso. Kweni macho. Ibintu biri hano hanza. Mambo ambayo yako hapa nje. Tutagize wa mutima wari muri Kristo. Tusipokuwa na moyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Na tunyenyekee. Basa bagutuka bakugira itabu. Wakutukane wakufanye kama vile wanataka. Ari kugira wa mutima. Lakini uwe na moyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Yesu amenyenyekea. Iyo yakoraga ibitangaza. Wakati alikuwa anafanya miujiza. Wamwitaga Beelzebul. Walikuwa wanamuita Beelzebul. Bakabango nta wundi muntu ushobora gukora bino Na bitangaza. wanasema hakuna yeyote ambaye anaweza kufanya miujiza. Umukuru wa badayimu. Isipokuwa mkuu wa mapepo. Muwe maso. Muwe macho. Muwe macho.
Namna gani unaongea na mtu wiki mwezi naisha bila kumfahamu? Kwa nini? Unasema kwamba niko kazini, sisi hawatubwele tuchukue simu. Sasa wanasema kwamba hii ndio namba yako ya M-Pesa. Anakutumia ngiri 10. Unaweza ongea tena muongee. Unaanza kucheka sasa ati wakati utakuwa huru utanifahamisha. Ni hiyo ambayo inaharibu watu. Ni faida tu. Wasichana na vijana muwe macho. Watu wa ngambo wana simu hata nzuri. iPhone ambayo inatoka ni gani? 15. Nafikiri 15 ndio inatoka. iPhone 15. Nukugufotora. Ni kukupiga picha. Baba kobwa bafite ibiburu bimwe bingana huko. Hao ambao wako na sura hiyo ambayo haiko vizuri sana. Wengine wana sura hiyo ambayo haionekane vizuri, haipangwe vizuri. Hari utwapo bashobora gushiramo. Kuna hapo ambazo wanaweka ndani iPhone. Ndani ya iPhone. Bakama kugoro udusaya bya bisaya bimwe zaremeza gutya. Wanakuchonga vizuri sura hiyo ambayo ilikuwa ni sura mbaya inaonekana vizuri. Bamwe bikoreye imitwe iruhimera ngaza mona abashibi bacu bikoreye imizigo. Yagezagira imihiro mutwe nkinga nkitana. Erega mwebwe mufashwa n'imisatsi mushira ngo ntitubona imitwe yayo. Ninyi mnasaidiwa na nywele ambayo mnaweka huko kwa kichwa. Kitu ariko abenshi ni ingovu ni ibiki. No iPhone ya mufotora. Sasa iPhone ikimupiga kamugira ka miss. Sasa inamfanya miss. Mwaza murungurukana kuje kuri video. Mkichunguliana hivi kwa simu hivyo. Kwa umukobwa kamabwira nyina ngoma. Msichana na mube maso. Uweni macho. Isi tugezemo ni yuzu yabateka mutwe. Ulimwengu ambao unajaa matapeli. Isi tugezemo. Ulimwengu ambao tunajaa. Yuzu yabateka mutwe. Unajaa matapeli. Umuntu murashobora kuvuga hariho technology. Kuna maendeleo Kandake kubabwira. Acha niache kuwafahamisha. Waweza sema neno la uzima. Libadilishe yote. Kuweni macho wasichana. Mtu anashindwa kujitetea na ongea wengine. Kuna mwingine wa hapa Gidurai naye. Matapeli watawatupa kwa miti. Watu wote ambao wanaenda wakitafutisha wasichana waende wakinisema mimi. Abakobwa bari hano mugenda mubwira abanyu bakobwa muwe kingi. Wasichana ambao mko hapa muwe macho mfahamishe wengine ambao wako. Umuntu unazoza kubwira. Mtu akikufahamisha kandi si ngombwa umuntu wese ngwaro. Tena si vizuri kila yote ati uanze kuitika. Ikiwa kuna jambo ambalo wasichana wanaheshimu na tena ambaye inawakosesha amani, apera na absence muri telefoni. Ni kukuta wamekukosa kwa simu. Kandi nono ya telefoni atazi. Tena na simu ambayo hafahamu. Azaya makopesha. Uko babeshi muona bafite. Hapo anakopesha anachukua mkopo. Pesa bafite za freezer mu telefoni. Wengi wanafreezer katika simu zao. Kwa nini? Na uko hivyo ni customer care ya hamagaye. Huyo ni customer care huko kwa Safaricom ambaye amempigia. Ya composer. Akipigia namba hii inaanza kuongea mambo kama hayo. Go 1 2 3 4 wanaanza kumhesabia hesabu hizo. Akamabura mahoro. Anakosa amani. Mimba ya sasa masahani. Ikiwa anaosha masahani. Akabarata. Anatupa. Kazaanza gahumesh. Anaenda kwanza anaanza nimutuze mwabakobwa. Tulieni wasichana. Tulieni. Abagabo banyu barahari. Wazee wenu wako. Namwe mwabahungu mwe mugenda murana. Nanyi wasichana ambao mnaenda abagore banyu barahari mutuze. Wake zenu wako, tulieni. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Amen. Amen. Shewa ahaza. Mimi huku nje. Mimi hata nafika mahali nacheka mwenyewe. Hawa batipe. Nasema hawa jamaa. Gazoro wakanje. Hawa hawatanikula kweli. Ni mufiti sesarano. Yimana wiyangane. Ekamuchikindege nukuriri zasora. Dorimana tibesha kandi ivuguruza. Icho yavuze byose. Isabi
Nyosha utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Mimi sifanyi mambo ya kuwachekesha, nawaambia mambo ambayo yanaishi katika wanadamu, mambo ambayo yanapatikana kwangu. Hiyo ni maisha. Kuweni na moyo hii ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu, wa kunyenyekea. Wengi wananiandikia wakinitusi na nanitusi matusi. Huyu sasa anajiuliza amenitusi kwa nini? Natulia, nasema Mungu, natukuza Mungu wa mbinguni kwa sababu amenipa kufikiria mbele ya kujibu. Tuombe mwaka huu wa 2024 Mungu atupee moyo hii ambayo ilikuwa ndani ya Yesu. Pili, silaha ya pili ambayo Yesu alikuwa anatumia inasema ya kwamba ni moyo hiyo ya upendo ambayo imesababisha injili ya Yesu Kristo ifikie wengi. Hakuna silaha nyingine Yesu ametumia. Yesu ametumia upendo. Na alikuwa anapenda wanani? Ni nani ambao hawakuwa wanataka? Yesu amependa watu wote. Alikuwa anapenda wenye dhambi, alikuwa anapenda washarati, alikuwa anapenda wachawi. Sababu ambayo imesababisha injili ifike kwa watu wote ni kwa sababu upendo wa Yesu ulikuwa na mwisho. Alikuwa na moyo wa upendo, alikuwa anapenda watu wote na alikuwa anawakaribia. Nawe uzababwire Yesu wangiriene. Abantu benshi bibazaga kuri Yesu. Watu wengi walikuwa wanajiuliza kwa Yesu. Wanasema mtu huyu ako kivipi? Huyu anachangia na Mafarisayo. Mtu anakaa pamoja na wake. Mtu anakaa na watoto wadogo. Na wazee ako pamoja nao. Mahali pote ako na watu wote. Yesu alikuwa anajua siri ambayo ilimleta ulimwenguni. Alikuwa anafahamu vizuri ya kwamba njia ambayo itamfikisha kwa lango. Ni vile apende mtu yote bila kuchagua. Vile tumekuwa na mpaka wa injili. Kwa nini? Wainjilisti hawana upendo. Hawana upendo. Hawana upendo. Ndio sababu hata wanaenda wanachagua manyumba ambazo watalala ndani. Ndivyo. Hata wanachagua na hao ambao wana kiwango moja ndio watatembea. Hao sasa ambao wanaweka chai hiyo nzito, maskini hawafikiwe tena. Kwa nini? Hakuna upendo tena ya wainjilisti. Silaha ambayo Yesu ametumia pili, alikuwa na moyo ulikuwa unajaa upendo. Ndio sababu amefahamisha Zakayo alipopanda mti, akamwambia acha kujisumbua Zakayo. Uyu musida ndani wawe Zakayo ururuka. Uyu musida ndani waje. Kwa sababu ya neno hilo ambalo Yesu amesema. Biblia inasema Yesu alipofika kwa Zakayo, hakuna jambo lote ambalo amefanya, bali Zakayo ndiye amefanya mambo yote. Nimeiba, lakini mambo ambayo nimeiba yote ambayo nimezulumu, mimi nitazidishia mara 4. Kuna watu ambao haombi maombi. Kuna watu ambao wanataka tu upendo wako ili warudishe mambo ambayo wamekula. Kuna watu ambao wanataka kuonesha upendo peke yake. Uyu musida ndani wawe Zakayo ururuka. Uyu musida ndani wawe. Abantu bazabasiki. Watu watauliza nini? Watauliza kazi ambazo umefanya na upendo. Bizatuma abantu bibaza bakavuga ngo si ni muntu ki. Hizo zitasababisha watu wajiulize huyu ni mtu gani? Biblia ndivyo inasema katika kitabu ya Matendo ya Mitume. Kuna mahali wamesema hao ambao hao ambao wamefanya mambo mazito katika ulimwengu, wakasema kwamba hata na huko wamefika. Kwa nini? Kazi ambazo wamefanya zilikuwa ni za ajabu. Zilikuwa zinasababisha watu waseme hawa watu. Antiokia ndipo kumetoka jina watu wa Kristo.
Kwa nini? Imvugo zao. Mwendo wao, masemi yao, urukundo rwabo, upendo wao, nguko bagenda, jinsi walikuwa wanatembea, ngo bari bameze nka Kristo, walikuwa wanafanana na Kristo. Bureke tugire wa mutima wari muri Kristo. Acheni tuwe na moyo kama moyo wa Kristo, wari wuzuye urukundo, ambao ulikuwa unajaa ibintu upendo. byose si ugusenga, Mambo yote si kuomba, ibintu byose si vuga butumwa, mambo yote si injili. hari abakeneye urukundo gusa kugira ngo Kuna hao ambao wanataka upendo ili mambo yarekebike. umutima w'urukundo, Moyo wa upendo, umutima w'urukundo, moyo wa upendo, umutima w'urukundo, moyo wa upendo. muri korali tugira urukundo, Katika kwaya tuwe na mu upendo, matorero yacu tugira urukundo, katika uko familia zetu tuwe na Biblia upendo. tugira ngo urukundo ngo rutwikira ibintu Biblia byose. inatufahamisha ya kwamba upendo unafunika mambo yote. Urukundo impamvu tugenda dushihana, Sababu ambayo inasababisha tuwe na mafarakano, tugenda twikorera mihana ni sababu ambayo inasababisha tuwe na mafarakano mitaani, nta rukundo ni tufite. kwa sababu hakuna upendo ambao Ariko tunakana. mu byatumye Yesu atsinda, Lakini sababu ambayo imesababisha Yesu ashinde yari ulimwengu afite umutima ni w'urukundo. kwa sababu alikuwa na moyo wa upendo. Cya gatatu, Tatu, turi kumwe, tuko pamoja. dore simane cyo Nyosha utukufu wa Mungu. mwenga bapepima Pepeni. mwimama, tukufu. mana nzagushimisha umutima wanje, zavuga Zavuga ibigwi ibigwi z'amaboko yawe, Zavuga zavuga ineza ineza wagiriye mana we, byabihe byari byari bikomeye bikomeye. warabinduye mana. Umutima w'urukundo, Yohana ibice 3:14. Moyo wa upendo, Yohana sura 3 mstari wa 14. Cya gatatu, Tatu, biravuga ngo ni umutima nasema ni moyo ngo wakoraga iby'Imana ishaka. ambao unafanya mambo mapenzi ya Mu Mungu. mutima wa Yesu Moyo wa Yesu, ngo nta kintu na kimwe Yesu yakoze mu buzima hakuna jambo lote ambalo Yesu amefanya katika maisha yake ngo Yesu atagishaka, ambalo Yesu hataki. habe no ku musaraba. Hata msalabani, Biblia zitubwira ngo yageze ku musaraba, Biblia inasema kwamba huko msalabani ngo amaze kwikorera umusaraba, alipochukua msalaba, ibyaha byacu ngo bimuremereye, dhambi zetu zilikuwa zimemlemea. aravuga ngo data nimba bishoboka, Akasema, Baba, ikiwa inawezekana, igikombe kindenge. kikombe hii nipite. Yarahuye n'ubusharirire bukomeye, Alikuwa anaguswa, alikuwa anapitia katika nyakati za ariko machungu, ngo ahindura ijambo, lakini akageuza neno, aravuga ngo data ntibibukoje ushaka, akasema isiwe kwa mapenzi yangu, ahubwo ngo ubushake bwawe, bali iwe mapenzi yako wewe Mungu. umutima wa Yesu Moyo wa Yesu wari wuzuye ubushake bw'Imana. ulikuwa unajaa mapenzi ya Ibyo Mungu. ukora byuzuye ubushake bw'Imana, Kazi ambazo unafanya zote zinajaa mapenzi ya Mungu. aho ugenda ni mu bushake bw'Imana, Mahali unatembelea ni katika mapenzi ya ibyo Mungu. uvuga ni mu bushake bw'Imana. Mambo ambayo naongea ni katika mapenzi ya Mungu. Niki abantu bazagusoroma, Nini watu ambao utavuna kwako? abantu bazahera he? Watu wataanzia wapi? Uyu mwaka tugezemo, Mwaka huu ambao tunaanza, iki cyumweru cya mbere, wiki hii ya kwanza ambayo tunaanza, ndagusaba na kuomba ndakwifuriza na natarajia umutima wawe moyo wako wuzura ubushake bw'Imana. ujae mapenzi ya Bwira Mungu. Imana ngo Mana, Ambia Mungu, Mungu, ntaba ari jewe, isiwe mimi, izina ryawe rishimwe, jina lako liinuliwe, icyo ushaka aricyo kiba mapenzi yako ndiyo mu yafanyike mwisi katika ulimwengu no mu ijuru. hata mbinguni. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Chakane, Jambo la nne, turi kumwe. tuko pamoja. Icya gatatu, Yohana ibice ni 4 n'umurongo wa 34. Hapo Yohana ni sura 4 mstari wa 10 na 34. Gukora iby'Imana ishaka. Kufanya mapenzi ya Mungu. Tuzamura Imana. Nyosha utukufu. Ingoni ibabaza, bamwambitse ubusa, bamurega ibinyoma, baramushinyagurira kandi bamubeshera. Niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza, kandi ijambo ryawe. Chakane cyabaga cyaranga umutima wa Yesu. Jambo la nne ambalo lilikuwa linaonyesha moyo wa Yesu. Umutima wa Yesu. Nasema ya kwamba ndani ya moyo wa Yesu, Bwana asifiwe sana. amen, ngo yakundaga gusabana n'Imana. alikuwa anapenda kuwa na mawasiliano mazuri na Ahantu Mungu. hose Yesu yageraga, Mahali popote ambapo Yesu alikuwa anafika, haraho Biblia itubwira ngo umunsi azura Lazaro, Biblia inasema, inatufahamisha siku ambayo imefua Lazaro. yarababwiye ngo nimujanaho mwamuhamba, Amewafahamisha, nipelekeni mahali mmemuzika. ageze ngo ku kaburi, Alipofika kaburini, ngo yararamye areba hejuru, ameangalia juu, ngo areba Imana. akatizama Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Asabana na data, Akawa na mawasiliano na Mungu. uvuga ati jewe narinzi ko ibingibi ubikora, Akasema, nilikuwa nafahamu ya kwamba haya mtayafanya, kubera abasevira, lakini kwa sababu ya hawa raia aba batize. hawa ambao hawaamini. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu yasabanaga nasi, Yesu alikuwa na mawasiliano na baba yake. bamukeneye
ibyo dukora bitanga umusaruro. Ikiwa mnataka mambo ambayo tunafanya yawe na faida, gusabana n'Imana utagiye kuyisaba. Uwe unakuwa na wakati wa kuwasiliana na Mungu bila kumuomba. Uzuza masengesho utagiye gusaba Imana ikintu na kimwe. Unaenda katika maombi bila kwenda kuomba Mungu jambo moja. Wende tu uwe na mawasiliano na baba yako Mungu. Ambia Mungu ya kwamba nataka nifurahie pamoja na wewe. Nataka nisikie ukiongea. Nataka nisikie mambo utanifahamisha. Nataka nisikie mapenzi yako. Ndio sababu Yesu alikuwa anashinda kwa raia. Alikuwa anafanya miujiza. Jioni anapanda mlimani. Anaenda kutafuta mawasiliano yake na baba yake Mungu. Ni mara ngapi wewe unawasiliana na Mungu? Wewe ni nani ambaye huwasiliana na Mungu? Ni nguvu gani ambazo uko nazo ambazo zinasababisha usiwasiliane na Mungu? Ni nini ambayo unaamini bali inasababisha usiwe na mawasiliano na Yesu? Yesu mtoto wa Mungu, yeye alikuwa na mawasiliano na baba yake. Walikuwa na mawasiliano, walikuwa wanaongea hata anatoa ripoti. Baadaye anaomba nguvu. Unaomba nguvu, na nguvu hizo zitatoka kwa mawasiliano yako na Mungu. Niko chini ya mwamba na mwamba juu yangu, Yesu nifiche. Niko chini ya mwamba, ambia adui zangu, niko chini ya mwamba, Yesu nifiche. Iyo Yesu yavuga ku musozi. Kila mara wakati Yesu alikuwa anatoka mlimani, alikuwa anakuja na nguvu ambazo hazizi za kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Mathayo ibice 14 n'umurongo wa 20. Kitabu cha Mathayo sura 14 na mstari wa 20. Chagata. 5. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngo mutima wa Yesu, moyo wa Yesu, ngo wari wuzuye imbabazi no kubabarira. Ulikuwa unajaa rehema na kusamehe. Usaba Imana, uombe Mungu. Wewe ugira umutima ukomeye ngiyo. Wewe ambao unakaa na moyo kama jiwe. Utashobora kubabarira ikosa. Wewe ambaye huwezi kusamehe makosa yote ambayo umefanywa. Acha niwafahamishe wa ndugu. Ababana nibo bazabakosa. Watu ambao wanaishi pamoja ndio wanafarakana. None se waburi hano ugakosana n'umuntu uri muri Texas. Sasa unaweza unaishi hapa na unakosana na mtu ambaye ako Texas. Ngome ukorgana n'umuntu uri ukabingo bunye. Ndugu Ngomezi, unaweza farakana na mtu ambaye ako Kabingo huko. Tunayo. Hata uko siku nyingi umetoka. Bana nibo muzakosa. Ambao mnakaa nao ndio mtafarakana. Ntabwo tubana nk'abamarayika n'abamarayika bafite ibyo bazabafa. Tena hatuwezi kuishi kama malaika. Hata na malaika kuna mambo ambayo yanafadhilisha wafarakana. Lakini jambo la maana ni nini? Tusaba Imana kugira ngo iduheze umutima w'imbabazi no kubabarira. Acheni tuombe Mungu atupe moyo wa rehema na moyo wa kusamehe. Mungu nakugirira nabi. Mtu akikufanyia maovu. Mungu nakubwira nabi. Mungu akikwambia vibaya. Mungu nakukosera. Mtu akikukosea, mubwire ngo Imana ikubabarire. Mwambie kwamba Mungu akusamehe. Kubera ko ngo ntuzi ibyo uhaye. Kwa sababu haufahamu mambo ambayo unafanya. Ni umutima ukenewe. Ni hiyo moyo ambayo inatakikana. Amoko atatu y'imitima hanyuma nicara. Aina tatu ya moyo, baadaye ni kiketi. Hanyuma twinjire mu gitaramo. Baadaye tuingie kwa huduma ya kuhudumia ibada ya pili. Umutima w'imbabazi no kubabarira. Moyo ya rehema na moyo wa kusamehe. Kitabu cha Luka ibice 23 n'umurongo wa 34. Luka sura 23 na mstari wa 34. Amoko atatu y'imitima. Kuna aina tatu ya mioyo. Mutima wa mbere, moyo wa kwanza. Usome mu gitabo cha Yohana. Ukisoma kitabu ya Yohana. Nako Mathayo ibice 13 n'umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Kitabu ya Mathayo sura 13 mstari wa 18 haya ya 23. Mstari wa 18 haya ya 23. Hapo hasanga hiyo mitima mitatu. Hapo utakuta mioyo hizo tatu. Mutima wa mbere, moyo wa kwanza. Irabango ni umutima w'inzira. Nasema kwamba ni moyo wa njia. Mutima w'inzira. Moyo wa njia. Uyu mutima w'inzira, moyo huyu wa njia, usobanura ibintu bitatu. Unamaanisha mambo matatu. Ibyo ndabivuga mbaye niho. Hayo nitayasema nikienda. Icyambere, kwanza, ngo ni umutima uhora urangaye. Ni moyo ambayo ni wazi. Uyu mutima ntuza wumva ijambo ry'Imana. Moyo huyo usikilize neno la Mungu. Azategera, anasikiliza, rigaca mu mutima, inapita katika moyo, rigahita rihuruka hanze, na inatoka huko nje. Uyu ngo ni umutima urangaye. Hiyo ni moyo ambayo iko wazi. Umutima w'inzira, moyo wa njia, ni ubamwe zino nzira zitatu. Ndio unakaa katika njia hizi tatu. Cyambere ni umutima urangaye. Kwanza ni moyo ambayo wazi. Ni umutima ufungukiye, ni moyo ambayo unafunguka ikintu cyose, jambo lolote. Iyo baba barwana bamwe, wakipigana ako ndani. Iyo batongana agomba kubamwe. Wakifarakana ako ndani. Bakubita ingoma ni uzufatwa wa mbere. Wakipiga ngoma ndiye atajazwa wa kwanza. Ashira mu gisirimba ni uzusirimba. Wakiweka kisirimba ndiye umutima ni moyo w'inzira ni umutima urangaye.
Ni moyo ambao ni wazi. Ikije cyose kirinjira. Jambo lote ambalo linakuja linaingia. Cyakabiri muri uwo mutima w'inzira. Jambo la pili katika moyo hiyo wa njia. Yavuga ngo ni umutima w'akazuyazi. Inasema kwamba ni moyo hiyo ambayo si moto na si baridi. Moyo hii ya njia. Isobanura ngo ni umutima w'akazuyazi. Inamaanisha kwamba ni moyo hiyo ambayo si moto na si baridi. Akazuyaza ni umutima. Ni moyo nguvanga ibintu byose. Ambayo imechanganya mambo yote. Uvanga ivy'Imana. Inachanganya ya Mungu. Ukabivanga n'ivy'isi. Inachanganya na ulimwengu. Imana iturinde umutima w'inzira. Mungu atulinde moyo wa njia katika jina la Yesu. Turinde imitima ivanga. Mungu atulinde mioyo ambazo zinachanganya. Gatatu muri uyu mutima w'inzira. Jambo la tatu katika moyo hii ya njia. Biravuga ngo ni umutima. Inasema ni moyo ngutagira kumaramaza. Ambayo hukamilishi mambo. Umutima w'inzira. Moyo hii ya njia. Ntabwo uzukizwa nguveyo. Ni moyo ambayo hiokoki toke huko kabisa. Uzugenda ni nguruvu. Ni kama hiyo kamilioni. Ni kama hiyo kamilioni. Ni kamilioni. Ni kama kamilioni. Iyo huyo ni umugenzi. Ukikutana na mtu msafiri huyo. Umusaza hasirimba havuga kundi. Ukikuta anahudumia na anaongea kwa lugha. Unakuvuga ati mvuye n'umugenzi. Unasema kabisa nakutana na msafiri huyo mzito. Na umutima wiwe. Kumbe moyo wake ni umutima urangaye. Ni moyo ambaye ni wazi. Ubwoko bwa kabiri bw'umutima. Aina ya pili ya moyo. Biravuga ngo ni umutima wibuye. Nasema kwamba ni moyo ya jiwe. Uyu mutima wibuye. Moyo hii ya jiwe. Na usobanura ibintu bitatu. Na unamaanisha mambo haya matatu. Icyambere. Kwanza. Biravuga ngo ni umutima ukakaye. Inasema kwamba ni moyo hiyo mgumu. Ni umutima utagira kwizera. Ni moyo hiyo ambayo hina imani. Nimba hari ikintu kiza kigora mu buzima. Ikiwa kuna jambo ambalo linasumbua. Ugusengera umuntu. Ni kuombea mtu. Warangiza kumusengera kama kubwira ngo sinize. Baadaye kumuombea na kuambia siamini hayo. Ngore kare. Nakwambia acha. Ngo hantu bigeze. Anasema mahali nafikia. Haiwezi kaiwezekana. Umuntu uzamenye ko afite umutima wiwe. Mtu huyo fahamu ya kwamba ako na moyo. Ni moyo ambayo utakabiri gisobanura umutima wiwe. Jambo la pili ambayo inaeleza moyo wa jiwe. Ni umutima. Ni moyo. Uhora wibaza ibibazo. Kila mara unajiuliza maswali. Ku nyigisho zose zabwirijwe. Kwa mafundisho yote ambayo yamefunzwa. Umutima wiwe. Moyo wa jiwe. Ntabwo ari inzira yoroshe. Ntabwo ari inzira yoroshe. Jukurikira Yesu. Akuyobora inzira ibikomeye azabyorosha. Haleluya. Umutima wibuye. Moyo ya jiwe. Takabiri. Jambo la pili. Biravuga ngo umutima uhora wibaza ibibazo ku nyigisho zose. Inasema ya kwamba ni moyo ambao unakaa ukijiswali kwa mafunzo yote ambayo umefunzwa. Uzichuza wibaza. Unajua inajiuliza nini? Nguyu muntu wabwirije nini? Nasema huyu ambaye amefunza haya maneno ni nani? Huyu muntu muramuzi? Huyu mnamfahamu? Jewe ndamuzi kuva ruguru. Mimi namfahamu tangu huko Oshago. Jewe ari ibintu muzi. Mimi kuna mambo ambayo namfahamu ndani. Umutima wibuye. Moyo. Abantu bose bagira imitima yibaza kubavuga. Watu ambao wana moyo ambao inajiuliza kwa wainjilisti. Abana abantu bafite umutima wa hao wana moyo hiyo. Gatatu gisobanura umutima wibuye. Jambo la tatu ambalo inamaanisha moyo wa jiwe. Biravuga ngo ni umutima ngudafa kwakira ijambo ryose. Nasema kwamba ni moyo ambayo huwezi kupokea mambo yote hivi. Umutima winangira. Ni moyo ambayo ni mgumu. Umutima winangira. Ni moyo ambayo ni mgumu. Ngo ni umutima wa kara. Huyo ni moyo wa jiwe. Bwoko bwa gatatu bw'umutima ariho ndangiriza. Aina ya tatu ambayo nikielekea kutamatisha ya moyo. Turi kumwe. Tuko pamoja. Mugire wa mutima wari muri Kristo. Muwe na moyo hii ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Uwo ni uzadufasha. Hiyo ndiyo itatusaidia. Uwo ni uzaduha imbaraga mu huyo ndiyo utatujaza nguvu. Uwo ni uzatuma twihanganira intambara zose. Huyo ndiyo utasababisha tuvumilie vita zote. Yesu yihanganira ibitusi. Huyo ndiyo umesababisha Yesu avumilie matusi. Uwo ni watumaga Yesu buri gihe. Huyo ndiyo umesababisha Yesu kitavumilie. Ariko Yesu. Lakini Yesu hari igitondo cy'ubugingo, icyo gitondo kizaba gihebuje, kizabamo igitaramo, kizataramamo n'abera bose. Mutima wa gatatu, moyo wa tatu, biravuga ni umutima wa mahwa. Nasema kwamba ni moyo wa miiba. Uyu mutima wa mahwa, moyo wa miiba, ngira ibintu ngabingabi biuranga. Inakaa na mambo kama ngapi ambayo yanaitofautisha na ingine. Kwanza ngo ni umutima wuzuye agahinda. Ni moyo ambao unajaa huzuni. Nimba ufite umutima wuzuye agahinda, ikiwa una moyo ambao umejaa huzuni, menye ko umutima wawe wuzuye amahwa. Fahamu ya kwamba moyo wako unajaa miiba. Ikizakwereka umutima ufite amahwa, ambacho kitakuonesha moyo ambao ina miiba. Icyambere umutima wuzuye agahinda. Kwanza moyo wako unajaa huzuni. Icyakabiri, pili, umutima wuzuye kwiganyira. Moyo wako unajaa mambo ya kuomboleza. Kwiganyira. Kuomboleza. Icyagatatu, tatu, ngo umutima we, moyo wake, ngo wuzuye kutanyurwa. Unajaa kutorizika. Komuno? Munasikiliza? Umutima wa mahwa, moyo wa miiba. Kutanyurwa. Hauriziki. Icyakane, jambo la nne, kirango umutima,
ambaye inaonesha moyo hiyo ngo ni umutima wuzuye kudashima, ni moyo ambao unajaa kutoshukuru. Imana yokora ibitangaza Hata kama Mungu afanye miujiza kigani ntazanyurwa, hawezi kuzirizika. ni umutima utazushima, Ni moyo ambaye hushukuru. icyagatano kirango umutima, Jambo la hili ambalo linaonesha moyo hii, biravuga ngo ni umutima wazinutswe gusenga. nasema ya kwamba ni moyo ambao umekufa kwa ajili ya kuomba. Hagishobora kubwira umuntu ngo dusenga akabaye gutuka, Hapo ambapo unaweza kufahamisha mtu tuombe, hata anaweza kukutuka. uzamubwira ngo kujira niko gusenga, Anakuambia kwamba unafikiri kwenda huko ndiko kuomba, anaambia nendeni. kama guheza reference y'abantu banani, Hata nakupa mfano wa watu ambao wameshindwa. abona abantu bafite umutima w'amahoro, Hao wana moyo ya miiba. ngo hani maana ndio twumva, Anasema hapa Mungu anaweza katusikilize. ngo muzamubwira ngo kujiria ngo mu kanisa ngo buri munsi Mnafikiria kwamba kwenda huko kanisani kila siku ndiko kufanya kazi vizuri, eh? ngo siza byo. Mimi si wafahamisha hayo. Ngo muzamwishinga ngo bitaramo zari, Nyinyi mnaendelea ngo abateka mutwe gusariya ngo bazaguma bateka umutwe. Hao ni watu ni wajanja wa hapo tu, mnaendelea kuwafuata. Umuntu umwe yarambwiye umushumba, Mtu mmoja amenifahamisha, ni mchungaji. Twaraha Tulikuwa mahali, ni wanyu, kaniambia kwenu, ngo bashasha impande zibiri z'amafaranga, ngo akasema ya kwamba wameweka vitenge mbili hapa za pesa. dushira impande hano urupande rumwe rwa mbere, Akasema tumeweka kitenge ya kwanza, ngo umwe ngo agafata umutwe hariya, mmoja anachukua kichwa moja ngo huko, abantu bane bagafata urupande, watu wengine wanachukua kitenge. ngo tugatangisha amafaranga, ngo urupande rwa mbere ruruzura, Baadaye tunafanya mchango, kitenge ya kwanza kaja, ngo nurundi rwa kabiri ruruzura, hata na nyingine ya pili kaja. ngo aba batipe ngo uko karambira. Akasema hawa. Hizo zabaye. Sasa nikamwambia hayo yamepatikana wapi? Mbega ngo tuba turi hariya. Akasema tuko hapo. Mamu hari gute? Nyinyi mko huko kivipi? Uko hano hari abantu bahari badahari. Hivi kuna watu wako hapa na hawako hapa. Abantu bataje gusenga batumwe gusa. Kuna watu ambao hawakuja kuhudhuria, wametumwa tu. Ni za maneko. Hao ni watu wa siasa. Baza batanga amakuru y'ukuri. Tena wapeane habari ya ukweli. Baza bashika bakabesha baba batumwe. Wanafika wanadanganya ambao wamewatumwa. Impande zibiza amafaranga. Vitenge mbili za pesa hapa. Harubwo twari twatangira mu mpande. Mumeziona hapa wakati tumechukua vitenge hapa. Harubwo twari kuna siku ambayo tumefanya mambo hayo hapa. Ngoba akazewe ngoba. Anasema hawa. Huyu. Ngo numuteka mtu. Nasema ni mjanja sana. Mambo ambayo yako hapa nje. Tudasenze. Tusipoomba. Tudasenze twomera nk'abandi bose. Tusipoomba tunaweza tukafanana na wengine wote. Isengere abavuga bavuge mu bihuriro. Endelea kuomba, ambao waongee muache. Abo bose n'abantu barangwa n'umutima w'amahoro. Hao wote ni watu ambao wanaangaliwa katika mioyo za miiba. Umutima w'amahoro yazinutswe ico bita gusenga. Kwa sababu huyu ambaye ana moyo wa miiba amekataa mambo ya kuomba kabisa. Nasema hayo ni hizo ni ibada. Bona amaturo babashaka buri munsi. Hizo ni sadaka ambazo wanatafuta kila siku. Ngo tuzoterana kuwa mbere. Sasa tuhudhurie Monday. Ngo duterane ngo umuhanu umwe duterane no kuwa kabiri. Katika mtaa mmoja tuhudhurie hata na ngo duterane no kuwa gatatu. Na tuhudhurie Wednesday. Ngo duterane no kuwa kane. Hata tuhudhurie Thursday. Ngo no kuwa gatano. Hata na Ijumaa. Ngo no kuwa gatandatu. Hata na Jumamosi. Ngo no ku cyumweru. Hata na Jumapili. Amafaranga yacu ngo mwara yamaze. Nasema pesa zetu mmemaliza. Kandi abaza bavuga bo ni abantu batazabagira no matera. Na tena hao ambao wanaongea ni watu ambao wafika katika ibada. Arundi wavuga nyono ni umuntu bagiye gusenga gutya bakase gutya bagiye kumanuka. Kuna mwingine ambaye alikuwa anaongea na mwingine walikuwa anapiga kona wakija hapa. Abwira mugenzi we ati mbanze ngere mu rugo. Akaambia mwenzake acha nifike kwanza nyumbani. Mbanze mpindura imyenda. Baadaye nibadilishe nguo. Hariya kwa byica. Sasa huko kwa kina askofu Byicaza. Ugenda ngo wisopse n'imifuka yose iri hanze. Sasa ni kwenda ukitoa mifuko yote. Uende kabisa bila hata kwenda na kobore. Ngo nukugusopa baro bakaza kwambara n'inkweto. Sasa akamwambia kwamba ni kutafuta pesa zote hata kuvue na viatu. Ese ibintu abantu bazavuga n'ibyukuri. Kwa hakika mambo haya watu wanaongea ni ya ukweli. Ngo tubasopa. Sisi tunagusa kwa mifuko yenu. Mugenzi wao itamanuka iwaje kubadilisha imyenda. Ndugu yake akateremuka, huyu sasa akaenda kubadilisha ili aguseguse kwa mifuko. Ngo ndaje kumukizamo nako yaraza. Ili nisije nikamuondoe hata na hiyo kobole. Ndakugira gendo. Hauna pesa. Kahe. Hauna pesa. Haroza kukora umufuka. Nani ambaye umegusa kwa mfuko? Bibiziva ngo nitabariki kazi za mikono. Biblia inasema kwamba nitabariki kazi za mikono sana mimi wako yako. Ukora mkono ambao unafanya kazi. Hiyo ndiyo italipwa. Sasa nani atakugusa kwa mfuko? Ninyi mwende mnachukua mapokeo ya hapa nje. Mambo ambayo yamechukua huko kwa huko hata huko Oshago mahali mlikuwa. Mambo ambayo mlikuwa mkiongea kwa gari. Nenda polepole kwa watu ambao wanaongea. Kuna mtu anaweza kufahamisha fulani na anataka afanye mtu huyo awe amuharibu katika maisha yako. Anasema huko. Kwa hakika mimi napenda pesa hata na nyinyi.
Nani hapendi pesa? Ndazikunda naje. Ariko arona ninjira mu ngoje kumusaba ifaranga. Lakini kuna huyu ambaye nimeingia kwake ili nimwombe pesa. Oya no ukabifara. Naweza kukopesha pesa. Kanjo ukubongo ndagenda. Lakini mimi si kanjo niingie kwa nyumba. Uone umutima wa maho. Hiyo ni moyo ya mwiba. Umutima wa maho. Moyo wa mba. Wazindutse bita gusenga. Umekataa mambo yote ya kuomba. Icyanyuma turangiza. Jambo la mwisho tukitamatisha. Kiranga umutima wa maho. Ambaye inaonesha moyo hii ya mwiba. Yabongo ni umutima wuzuye ubwoba bw'ejo hazaza. Inasema ni moyo ambaye inajaa hofu ya kesho ambayo inakuja. Umuntu ugira umutima wa maho. Mtu ambaye anakaa na moyo hii ya mwiba. Anatekereza gusejo hazaza. Anakaa akifikiria kesho ambayo inakuja. Ngo barakekane ngo abana baje ku ishuri. Anasema inakuja tena watoto waende shule. Siko turagira gute. Sasa tutafanya nini? Ngono no bamwe bazicara. Sasa wengine wataketi. Ngibisi no bivamo. Mimi hii siwezi nikatoka kwa mambo haya. Akamahindura isura. Anageuza sura. Ngoya. Anasema hapana. Uko yabitekereje iriya. Hivyo amefikiria huko. Yashika mu rugo akana kamuci ruhande. Akifika nyumbani mtoto ka. Ngicara. Ngasho ntuzoja no kwiga. Umwana ziziki. Toto anachapa kwa nini? za gushwanyaguje mu mutwe. Shida zimekuharibu kichwa. None umwana je ayifitiye nani? Sasa mtoto anakuja akichezea. Yakumisinze. Yeye amekukosa amekumisi. Na ufite umutima wa mahwa. Kumbe uko na moyo hiyo ya miba. Uratekereza ivyeje ukabona n'ubwoba. Unafikiri mambo ya kesho, watu unafikiria hoga. Akana kagucira uruhande. Mtoto ngo ngwina. Nguyu umutwe. Nguyu. Umutwe ugize gute? Umutima wawe ufite kibazo. Moyo wako ndio una shida. Mwana wawe nararengana. Mtoto wenyewe hana shida. Ukagize iminsi kavuga ka umwana aravuga ikimusha. Anasema ana siku nyingi akiongea. Mtoto anaongea nini? Kurakiri iki. Unatengeneza. Umutima wawe ufite kibazo. Moyo wako ndio una shida. Turangiza Bwana sifiwe sana. Tukitamatisha. Abena abantu bose n'abantu bafite imitima yuzuye amahoro. Watu kama na hao ni watu ambao wanajaa mioyo ambayo umuntu ibibazo akabitura ku bana. Mtu ako na shida anaanza kuziwekelea watoto. Wewe nongo umeze gutyo. Na mtu kama huyo ngura mu telefoni. Sasa unampigia. Uraura n'ibibazo. Utakumbwa na shida. Arama gutura ibibazo. Sasa hata kuwekelea mashida yote. Icyanyuma turangiza. Jambo la mwisho tukitamatisha. Ambaye inaonesha moyo wa Mungu. Umutima udakunda Imana. Nisema kwamba ni moyo ambaye haupendi Mungu. Umutima udakunda Imana. Moyo ambaye haupendi Mungu. Mana y'umwijuru baho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Uyu mwaka twinjiye. Mwaka huu ambao tunaingia. Mana turinde umutima wibuye. Mungu atuninde moyo ya Mana turinde umutima w'inzira. Mungu atuninde moyo wa njia. Mana turinde umutima wuzuye amahoro. Mungu atuninde moyo ambao unajaa miba. Mundu wese isengesho mbifuriza. Yoyote ambayo ombi ambayo nawatarajia. Mureke twese dusabe Imana. Acheni sote tuombe Mungu. Tubwire Imana ngo uyu mwaka. Tuwafahamishe Mungu mwaka huu. Dukeneye kugira wa mutima wari muri Kristo. Tunataka kuwa na moyo hii ambaye ilikuwa ndani ya Kristo. Woni uzatuma twihanganira byose. Hiyo ndiyo itasababisha tuvumilie yote. Uzatuma tubana n'abantu bose. Ndiyo itasababisha tuishi na watu. Erega abo tubana bose siko ari beza. Na watu wote ambao tunaishi si wazuri. Siko batuzuye intege nke. Na wanajaa udhaifu. Tuzabihanganire tubane nabo uko bameze. Lakini tuwavumilie jinsi walivyo. Kubera ko dufite umutima wari muri Kristo. Kwa sababu tuna moyo hii ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Reka dusenge Imana. Acheni tuombe Mungu. Ni muri hano umva ko tugomba gufatikanya hapo. Ikiwa uko hapa unajisi tuambatane nawe katika maombi, inuka. Umva ko tugomba gusaba Imana. Ikiwa unajisi kwamba tunaweza kuomba Mungu. Igushiremo ziriya ntwaro zari muri Kristo Yesu. Na ikujaze nguvu silaha hizo ambazo zilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Zatumya tsindisi. Ambazo zimesababisha shinde ulimwengu. Kandi Yesu. Tena Yesu. Yatsinze Satani. Ameshinda shetani. Mairi meza gusa. Katika udutego twose yagenda mutego kwicisha bugufi akabara mutsinze. Ni kusema alikuwa anatumia kunyenyekea anamshinda. Urukundo akabataye mu upendo anamshinda. Haguruka dusenge Imana. Inukeni tuombe. Mwami Yesu Kristo. Ugira neza kuruta uko abantu batekereza. Ibiturwanya ni byinshi. N'intambara dufite ni nyinshi. Nta kindi gishobora gutuma twihangana nuko waduhereza umutima wari muri Kristo Yesu. Umutima uca bugufi, umutima w'urukundo, umutima ubabarira, umutima usabana nawe, umutima ugendera ku bushake bwawe. Umutima wari muri Kristo Yesu. Ndasabira abantu bose barimo batwumva n'abazatwumva ikindi gihe. Uyu mwaka